music. Unatazama Ndizi TV. Mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, karibu kwenye kipindi chetu cha Ijumaa, ikiwa ni siku ya 14 ya mwezi huu wa 3 mwaka wa 2025, ambapo tumekuandalia kipindi kizuri zaidi siku ya leo, ikiwa ni Ijumaa. Tunajua kwamba tunamaliza wiki yetu. Naitwa Jacinta Nyabeta. Basi nami naitwa Jeff Nyakundi, tukiwakaribisha katika kipindi hiki cha asubuhi cha Pambazuko kuanzia sasa hivi mida hii ya saa 12 hadi mida ile ya saa 3. Kuna mengi ambayo tumekuandalia katika kipindi hiki, yakiwemo yaliyojiri, yale ambayo yametokea tangia jana na yale ambayo yatakuwa yanachipuka wakati wowote kuanzia sasa hivi. Pia bila kusahau, leo naambiwa kwamba uko na mgeni. Naam, siku ya leo kwa awamu ya 3 ambayo ni sanaa na spoti, tutakuwa tunazungumzia ama tunaangazia sanaa, ambapo nina mwanamuziki kutoka eneo hili la Gusii ambaye tutakuwa tunazungumza naye kidogo kuhusu muziki na jinsi ambavyo muziki kwenye kaunti ya Kisii ama Gusii yote muziki unawapelekaje wasikilizaji na pia wao wenyewe wana muziki. Tutakuwa tunazungumzia hayo yote katika awamu yetu ya 3, lakini kwa sasa tukianza kipindi, tuambie unatutazama ukiwa wapi Ijumaa hii ya leo. Najua kwamba Ijumaa ni wakati tunasema tunaharibu tukienda, kwa sababu ni wiki imeisha. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeweza kuona wiki nzima na ametupa uhai kwa wiki hii yote, na kwa sasa tunamaliza wiki. By the way, imekuwa ni wiki ya kwanza katika kituo hiki cha Ndizi TV tangia siku ya Jumatatu, ambapo ilikuwa ni siku yetu ya kwanza kuja hewani. Basi leo ikiwa ni siku ya 5 na tutaimaliza tu kwa njia ambayo ni murwa kabisa, njia nzuri tunapoendelea kusonga mbele. Wewe mpenzi mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook tupate kama Ndizi TV News Digital, X account pamoja na Instagram pamoja na YouTube utupate kama Ndizi TV News. Usisahau kutupata ama kutuma ujumbe mfupi na pia kuzungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Na mnatembelea tovuti yetu www.ndizitv.co.ke ili uweze kupata mengi zaidi ya baadhi ya taarifa ambazo zinaendelea kuchipuka humu nchini Kenya. Basi kabla hatujaendelea sana, ningependa dada yetu atupe himizo la siku. Na katika himizo tulikwambia kwamba wewe mpenzi mtazamaji, tunakupa himizo katika kipindi chetu cha Pambazuko ili uweze kutuelewa ama kujua kwamba ni wakati ambapo umeamka asubuhi, unafaa kufanya nini. Labda unatafuta ule moyo wa kuanza siku yako, unatafuta sababu ya kuanza siku yako. Tutakuwa tunakupa sababu hiyo hapa ndani ya Pambazuko kwa kukupa himizo la siku. Na himizo la siku ya leo tunaitoa kwenye Biblia, ambayo ni Wafilipi 4 tusome 6, ambayo inasema kwamba msifadhaike juu ya jambo lolote, lakini katika kila jambo mjulishe Mungu haja zenu
kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Nirudie tena Wafilipi 4:6 ambayo inasema msifaidhike juu ya jambo lolote, lakini katika kila jambo mjulishe Mungu haja zenu kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Ikiwa kwamba ni jambo la kututia moyo wakati huu wa asubuhi ambako unajipanga wewe mpenzi mtazamaji katika kuanza shughuli zako za siku, ikiwa usije ukawe na jambo lolote lile ambalo linakutia kiwewe katika yale ambayo unataka kuyafanya kwa siku hii, basi hilo ndilo himizo la siku ya leo. Na kutoka kwa himizo hilo ni kuwakumbusha tu kwamba ukiamka asubuhi na haujisikii vema ama unasikia ni kama hauna sababu ya kuanza siku, anza siku kwa kuomba. Achia Mungu yote yaliyo moyoni mwako, anajua. Unamwambia tu ama unanyamaza tu, unamwongelesha polepole, ataweza kusikia. Na najua kwamba tukiendelea kwa sasa, Waislamu wanaendelea na mwezi wao wa Ramadhani, na pia Wakristo wa Katoliki pia wanaendelea na Kwaresma ambayo wanafaa kutoa sadaka, kuomba na pia kuendelea kufast ni kufunga. Naam. Wengine wetu tunaendelea kufunga, na natumai kwamba wewe Mkristo si lazima ukuwe Mkatoliki ndio ufunge ama ufanye haya yote ambayo Wakristo wanafanya. Pia wewe unaweza amua kwamba leo nachukua muda fulani, dakika 30, dakika 10 kumwongelesha Mungu ili uweze kupata mwelekeo wa siku yako. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa ni Ijumaa ambapo tumekuandalia taarifa nyingi ambazo zimechipuka kutoka Kenya ama nchi yote kwa ukubwa na kwa undani. Tutakuwa tunazungumzia masuala yote ambayo yanaendelea kutendeka nchini Kenya. Basi tukisidi kusonga mbele, baada ya kupata himizo la siku, basi tuangazie yale ambayo yalitokea hiyo jana ama yaliyojiri hapa nchini Kenya. Na tukianza pale ni kwamba Wizara ya Afya imetangaza Wizara ya Afya imetangaza kuwa ugonjwa usiojulikana katika kaunti ya Kisii bado ungali hai, ikieleza kuwa visa 11 vipya vimeripotiwa katika masaa 28 yaliyopita. Na kulingana na Katibu Mkuu wa Afya Mary Muthoni, Wizara ya Afya inafanya kazi pamoja na serikali ya kaunti ya Kisii ili kukabiliana na ugonjwa huo usiojulikana, ikiwemo ni kusambaza tembe za maji na pia kuwapa wanafunzi dawa za minyoo ili kuendelea kutibu ugonjwa huo. Taarifa hiyo kwa kina. At least in the last 24 hours, we have seen 11 new cases that were reported, bringing to a total number of confirmed cases to 168. The outbreak has primarily affected 8 villages, with Amarondo village accounting to 64% of the reported cases. Preliminary laboratory investigations have confirmed contamination of water sources, which is a significant contributor to the outbreak and hence making the water unsafe for consumption. There is therefore need for urgent interventions to ensure that the water is safe for consumption. And to mitigate further spread of the water treatment, water treatment is rolled out, including distribution of 44,350 aqua tabs to the affected households to improve water safety. Community engagement remains a critical pillar of the response. Community sensitization, again, efforts are underway, with CHPs conducting door-to-door sensitization to educate the residents on water treatment and sanitation, poor hygiene practices, and safe water treatment methods. Additionally, mass deworming exercises are planned for school-going children to prevent further health complications. Basi tunapoendelea kusonga mbele katika yaliyojiri ni kwamba muungano wa maafisa wa kliniki umesitisha mgomo wake wa siku 23 na kuwataka wanachama wake kurejea kazini kwa masaa 28 yajayo ili kumtumikia mwananchi wa kawaida.
Na taarifa hiyo inasema kwamba hii ni kufuata baada ya mgomo huo ambao umekuwa ukitendeka kwa siku 23 ambazo zimekuwa zikiendelea humu nchini Kenya, ambapo katika hafla ya Wizara ya Afya iliyofanyika kule Nairobi iliyohusisha walioshuhudia ni maafisa wa kliniki na pia maafisa wa wizara na serikali za kaunti mbalimbali nchini Kenya wakiongozwa na Waziri wa Afya Deborah Baraza. Having agreed and executed this agreement, the union has made decision to call off the strike, and our members are advised to resume duty immediately and not later than the next 24 hours. And also to deliberate and ensure that also the internship is streamlined, because we have been having hiccups with posting of internship, I think, for the past 3-4 years. Where most of the time the interns have to get to a point where they even have to demonstrate. And I think we can be able to agree on how that can happen in a seamless manner, so that they do not have to wait for more than 1.5 years. We are at a critical stage where we are rolling out SHA, and every new system has teething problems. And we want to together with the national government and all healthcare professionals, navigate through these challenges and deliver a healthcare system that works for Kenyans. What we have signed to is something that should have been done a long time ago. Maybe there was, government and bureaucracy, we should avoid so much of that. But we also want to appreciate that the union has also been magnanimous enough. We know you are under pressure, but the most important thing is engage and engage and engage, like my chair has said. We are a listening government. My ministry remains open to ensuring that the needs of both healthcare workers and the public are met and or addressed in a timely manner. I reaffirm my commitment to the public to ensure that quality, affordable and accessible healthcare services reach all individuals, in line with the government's pledge to leave no one behind. The government remains committed to addressing the key concerns raised by our clinical officers while ensuring that the healthcare needs of all Kenyans are met without disruption, that all healthcare workers, including clinical officers, remain actively engaged in shaping policies that improve working conditions, enhance service delivery, and strengthen our healthcare infrastructure. Mtazamaji, tukiendelea ni kwamba siku moja baada ya chama chake waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi cha Democratic Party of Kenya kujitoa katika chama cha Kenya Kwanza na pia kutuma ombi la kutaka kutoka katika muungano wa Kenya Kwanza, ni kwamba Justin Muturi amekuwa akilaumu serikali kwa utekaji nyara na pia akiendelea kushtumu serikali ya Rais William Ruto kwa maendeleo hayo. Akizungumza katika kituo kimoja cha runinga hapa nchini, Justin Muturi ametaja kwamba ikiwa kwamba kusema ukweli ndicho kitamfanya aondolewe ofisini, basi hana lolote ila tu kusaliti amri. When I took the oath of office, I was acutely aware of the provisions of Article 132 on the powers of the hiring authority to hire and fire. But if I am fired for speaking against abductions and extrajudicial killings in this country, which is unconstitutional, and which we as a government campaigned and very vehemently, repeatedly vowed that it will never happen at our watch, so be it. Kwa siku ya tatu, Rais William Samoei Ruto ameendelea kupigia debe muungano wake yeye na kiongozi wa chama cha ODM. Rais Ruto alikuwa anazungumza hayo katika kaunti ya Nairobi alipoendelea na mizururo yake ya kisiasa, huku akizindua miradi tofauti katika kaunti hiyo ya Nairobi, aswa eneo lile la kaunti hiyo ya Nairobi, eneo bunge lile la Lang'ata. Na Rais William Ruto aliwaahidi wakazi wa eneo hilo akiwaambia kwamba atakuwa anafanyia maendeleo ili kuendelea kuendelezea biashara wananchi wa eneo hilo la Lang'ata.
nyinyi mnajua mimi nimesema na nimekubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. And I must say this for the record, that there is no community in Kenya that is visiting. And there is no community in Kenya that has been invited. And there is no community in Kenya that is a refugee. All communities in Kenya are in Kenya by God's design. And it is my responsibility and my duty as the leader in Kenya to work with all leaders, patriotic leaders. And I must say this, that Raila Odinga is the foremost patriotic leader that has decided that the unity of Kenya, the progress of our nation, the transformation of Kenya is very important to all of us. And I want to tell other leaders, let us join forces. All Kenyans, let us be patriotic to our nation. Let us work together, not for the benefit of leaders, not for purposes of elections, but for purposes of the transformation, the progress of our nation. Together, we can make sure that we have adequate food, transform our agriculture, have enough food for the citizens of the Republic of Kenya, and get rid of the shame of hunger in Kenya. Together, we can grow our economy. We can expand our infrastructure so that more young people can get jobs in Kenya and they can contribute meaningfully to the development of our nation. That we can have more to export, that we can have more to build our affordable housing program, our UHC program, so that every citizen can have an opportunity to be treated, and the cost of treatment is made by an insurance cover that is paid for by the government of Kenya and that is contributed by those who can afford, so that we can have a nation that all of us can be proud of. Jameni watu wa Lang'ata, mimi nawauliza kwa unyenyekevu, tuungane, tushirikiane, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, tuondoe migawanyiko, tusimame pamoja ndio Kenya iweze kusonga mbele. Lang'ata, mnakubaliana? Na katika ziara hiyo ya kutembea katika eneo bunge la Lang'ata, Rais Ruto pia alizindua kituo cha kusoma cha kiufundi cha Lang'ata Technical and Vocational Training katika eneo hilo ili kukuza masomo. Na haya ndiyo ambayo aliyazungumza wakati alikuwa anafungua kituo hiko cha kiufundi. Mimi nilifika hapa kama miaka 3 iliyopita. Na nilikuja kuanzisha ujenzi wa college hii. Mimi nafurahi ya kwamba leo tunakuja hapa kuifungua rasmi ili tupatie vijana wa Lang'ata, vijana wa Kenya, vijana wa Nairobi nafasi ya kujifunza hapa ufundi, teknolojia, taaluma zingine zote, ndio waweze kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Lang'ata hoye! Lang'ata hoye! Mimi nataka niwaambie hivi, huyu mbunge wenu Mheshimiwa Jalash vile amepanga mambo hapa, mimi nimekuja kufungua hii college, na mimi nataka niwahakikishie nimekuja na principal secretary wa mambo ya TVET. Hii college inahitaji equipment, na mimi nataka niwahakikishie hiyo equipment kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumewapatia equipment ya milioni 70 kwa hii college yenu, ndio vijana wa hapa waweze kufanya training, waweze kupata taaluma, waweze kufuata masomo ya teknolojia na taaluma zingine, ndio watusaidie kuchangia kupeleka Kenya mbele. Na basi katika ziara hiyo yake Rais William Samoei Ruto katika eneo bunge hilo la Lang'ata alikuwemo mbunge wa eneo hilo Bwana Oduor ambaye anajulikana kama Jalas, na alikuwa na haya ya kumshukuru alikuwa na haya ya kuyataja wakati rais alifungua kituo hiki cha kiufundi katika kaunti hiyo ya Nairobi, eneo bunge hilo la Lang'ata. Karibu sana ndani ya Lang'ata hapa Nairobi West, na asante sana kwa equipment na kwa hii shule. Ya pili, Mheshimiwa Rais,
hapa Nairobi West, watu wengi hapa kazi yao ni garage pia. Na hizi garages zote hapa kutoka Railways, Muga, Bible, tunataka kuomba sheds zote zifanywe, watu wetu wafanye kazi pali safi. Ya pili rais, hapa pale nyuma pale unaona, ukiona wale vijana pale, tunajenga shule mpya hapo. Na tutaomba tuende tuweke mawe ya msingi hapo ili shule iendelee. Mheshimiwa Rais, hapa Nairobi West hatuna pali ya kuweka affordable housing. Lakini kuna nyumba zilijengwa hapa kitambo na saizi ni kama ndi affordable housing zetu hapa. Tunaomba kwa hizi nyumba za NHC za hapa za kitambo tuweze kuzipiga rangi na tuweke roofing peke yake. Ni rangi na roofing peke yake wanaomba, kwa sababu kutoka 1976 hazijawahi pigwa rangi na roof size zina leak. Tunakuomba utusaidie. Sisi hapa Lang'ata tuna mambo, hapa ni kazi tu, na siku zote umekaribishwa. Naam, na tukimalizia katika ziara yake Rais William Ruto katika kaunti ya Nairobi, eneo bunge la Lang'ata, ni kwamba Bwana Johnson Sakaja ambaye ni gavana wa kaunti ya Nairobi wataka wakazi wa Nairobi katika eneo bunge hilo kuishi kwa amani ili kuweza kuleta umoja na pia kuendeleza biashara katika eneo hilo. Aliyazungumza hayo akiwa na rais kwenye ziara yake ya kaunti ya Nairobi. Tukubali ukabila tugawanyishe. Sisi ni watu moja. Sisi ni Kenya moja. Wale mnakubali Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto kwa pamoja, rone kwa mikono. Asanteni, Mungu awabariki. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tukiendelea kuzungumzia taarifa ambazo zilipatiwa kipaumbele hapo jana ama yaliyojiri siku ya jana. Na hapa ndani ya Pambazuko tunajua kwamba tunaendelea kukuarifu kwa yote ambayo yanaendelea kutokea nchini Kenya. Na siku ya leo naarifiwa kwamba siku ya leo ni siku ambayo waziri wa mambo ya ndani ama usalama wa ndani Kipchumba Murkomen atakuwa anafika kule Kiango ili kuzungumzia ama kusuluhisha suala la mpaka ambalo limekuwa likisumbua wakazi wa pale na pia kusumbua shughuli za kawaida katika eneo hilo. Waziri huyo Kipchumba Murkomen anatarajiwa kufika eneo hilo la Kiango, haswa eneo la Moniango, ambako atakuwa anazungumza na wananchi wa kawaida pale siku hii ya Ijumaa kuanzia mida ya saa 4 asubuhi, na bila shaka tutakuwa tunafuatilia hilo kwa ukaribu zaidi, tukuleteni kipi kile ambacho kitakuwa kinaangaziwa pale. Kumbuka dada, kwanza ni kwamba walitoa taarifa siku hii ya leo ikiwa kwamba kuna mkutano ambao utafanywa na baadhi ya viongozi kutoka eneo hili la Kisii County na eneo lile la kaunti ya Narok. Watakuwa wanatangamana kwa pamoja kusuluhisha mgogoro ambao umekuwa ukishuhudiwa katika mpaka ule wa Transmara. Naam, na ni tumaini letu kama watangazaji na pia wa Kenya kwamba watapata, kwa sababu walikuwa wamesema kwamba watapata kile ambacho walikuwa wanaendea huko, ambacho ni kuleta amani katika eneo hilo ama katika mpaka huo, kwa sababu tumekuwa tukiona kwamba watu wamepoteza uhai wao, watu wameumia, wanafunzi hawaendi shuleni kwa sababu hamna amani katika mpaka. Tunajua kwamba wanafunzi hawajui kabila ni nini, hawajui nini kinachoendelea, kwa sababu bado ni watoto, bado ni wadogo, wanaenda shuleni. Na ni tumaini letu kwamba wazee pamoja na machifu pamoja na serikali ambao watakuwa pale katika mkutano huo wataweza kufikiana katika kiakili, katika kimaoni pia, ili kupata suluhisho ambalo litaleta usalama katika eneo hilo la mpaka wa kaunti za Kisii na kaunti ya Narok. Basi hilo litakuwa linaendelea na tulifuatilia kwa karibu zaidi na tukufahamisha jinsi ambavyo mambo yataendelea. Na kwingineko, baada ya mageuzi ama mabadiliko kufanywa katika bunge lile la kitaifa, basi hiyo jana kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga alifanya mkutano na wanachama wake ambao walipata kuteuliwa
katika bunge lile la kitaifa katika kamiti tofauti tofauti. Wale ambao walikuwa katika mkutano huo ni yule Samuel Atandi ambaye aliteuliwa kama mwenyekiti wa bajeti ama kamiti ya bajeti, na kwingineko James Nyikara ambaye aliteuliwa kama mwenyekiti katika afya, na pia Bernard Shinyali ambaye aliteuliwa kama mwenyekiti katika trade pale, na pia Irene Mayaka ambaye aliteuliwa kama chair wa regional integration, na pia kuna yule Emmanuel Wangwe ambaye aliteuliwa PIC on social services administration and agriculture, na pia pale namuona Eve Obara ambaye ni naibu mwenyekiti katika kamiti ile ya elimu, na bila shaka bila kusahau John Ariko Nomoiti na pia Sir Charles Ongondo, hao wote wakiwa kwamba bwana John Ariko ni msaidizi katika ama ni msaidizi wa mwenyekiti katika PIC katika wizara ile ya Energy and Commercial Affairs, na kwingineko Sir Charles Ongondo ambaye ni vice chair katika National Cohesion and Equal Opportunity. Ikiwa kwamba ni baadhi ya wale wanachama wa ODM ambao walipata nafasi ya kujiunga na serikali ya kamiti tofauti katika bunge lile la kitaifa, baada ya wale ambao wanadhaniwa kwamba hawakuwa wanamuunga mkono rais wakati wa kumuondoa naibu rais Geoffrey Rigathi Gachagua afisini. Naam, ni kuona kwamba kwa sasa ni kama kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ni kama sasa ameanza kuandaa viongozi wake, kwa sababu walisema kwamba muungano huo ambao waliahidi Wakenya kwamba watakuwa na watendea kazi ama kuhakikisha kwamba maoni yao yanasikizwa kama Wakenya, na ni kama kwa sasa Raila Odinga ameanza kushughulikia jambo hilo, na tukiona kwamba amepatana na kamiti hizi ama wenyekiti ama ambao wameteuliwa katika kamiti tofauti katika bunge la kitaifa, ni kwamba tunaanza kuona ni kama kidogo Raila Odinga anataka kuanza kutengeneza tunaitaje pale order katika nyumba yake na kuhakikisha kwamba Wakenya watakuwa wanapata yale ambayo wamekuwa wakiulizia ama wakitaka kufanywa, na ni kwamba kwetu kwamba labda Raila atakuwa anawasaidia Wakenya, lakini bado hatujajua, tutakuwa tunajua tuko na mbele. Alitaja kwamba yeye hajabadilika, alisema ni yule atakuwa anasaidia ama atakuwa anapigania haki za Wakenya kila wakati. Na kwingineko ni kwamba Geoffrey Munari aliteuliwa hiyo jana kama Chief Executive Officer katika HELB ama Higher Education Loans Board, ikiwa kwamba anachukua nafasi yake Charles Ringeria ambaye amekuwa akifanya kazi hiyo ama amekuwa akishikia wadhifa huo kwa miaka 10 sasa. Ikiwa kwamba nimesikia baadhi ya viongozi kutoka eneo bana Ragusi wakitaja kwamba kuna mazuri ambayo wanayatarajia, na hili likiwemo moja la lile ambalo wamelishabikia sana, haswa viongozi kutoka eneo hili pana tu la Gusii region pale, wakiangazia jinsi ambavyo mambo yameanza kuonekana pale. Na pia tumekuwa tukiona viongozi wa Kisii kidogo wakikubaliana na kiongozi wa ODM, na pia wengine wakisema kwamba ni kidogo watakuwa wanatoka katika, unajua tulimuona pale anaitwaje Richard Onyonka ambaye ni senator wa kaunti ya Kisii akisema kwamba chama hiki ama Raila Odinga ni kama anaelekea kwa upande mwingine kidogo, na akasema ni kama atakuwa anaingia pale watatengeneza chama kingine ambacho pia Fred Matiang'i atakuwa pale ili waweze kuenda huko kama wa Kisii, lakini hatujui kama ni viongozi wote wa Kisii wataenda huko, kwa sababu tuliona pia viongozi tofauti wamekuwa wakizungumzia swala la Raila Odinga kusema kwamba Fred Matiang'i hatakuwa anapata kura kutoka Kisii peke yake, na ni kama ilionyesha ni kama Raila hapati wa Kisii ile support ambayo walikuwa wanatarajia kutoka kwake, lakini tutakuwa tunafuatilia mambo ya siasa, na unajua siasa ya Kenya kila siku tulisema usiweke rohoni, lakini ni kukuwa makini tu kuwasikiza viongozi wako wanasema nini. Basi tunapoendelea kusonga mbele, sijui Jacinta, wewe unayo majina ya utani mangapi hivi? Sidhani kama mimi nina jina. Labda tufupishe tu jina langu. Hivyo tu. Basi katika ziara yake Rais William Samoei Ruto kuna kile ambacho alikizungumza. Akataja kwamba amepewa majina mengi. Akataja majina yake yale ambayo rasmi yanajulikana, kisha baadaye akasema alijitafutia hasla.
Basi Wakenya wakaja wakamuita Kasongo. Sasa hivi wakamuita Sakayo. Na sasa kuna jina lingine wamempa. Eli Chapo. Eli Chapo. Ikiwa kwamba ni baada ya yeye kuzungumza katika ziara yake kaunti ya Nairobi, akitaja kwamba ataendelea ama atakuwa ananunua mashine ya kutengeza chapati milioni 1 kwa siku. Basi hiyo jana kuna wakati alizungumza na wanafunzi katika shule ile ya Toi Primary na ambako alikuwa ana serve chakula. Na kile ambacho kilionekana basi alikuwa anawapa chapati wakati wa lunch. Na basi Wakenya katika mitandao ya kijamii jinsi ambavyo tunaona tumezoea basi wakisema Eli Chapo kapata mashine ya kutengeza chapati milioni 1. Na pia ni jambo ambalo limepata umaarufu sana nchini Kenya kwa sababu ukiangalia pale kwenye mitandao ya kijamii labda sana pale X. Unajua X watu huzungumza sana na wanaweza kushare, watu wanaweza kurepost, watu wamekuwa wakizungumzia jambo hili la chapo ama chapati wakisema kwamba Rais Ruto atakuwa anatupatia ama atakuwa anawapatia wanafunzi chapati nyingi ambazo pia kwa sasa tukisema teknolojia imekuja. Unamuona pale Rais William Ruto amevalia chapati kwa picha ambazo zinaendelea kusambaa pale mtandaoni. Unaona pale mashini zimewekwa katikati ya mji wa Nairobi pale zinaendelea kutengeneza chapati na wengine pia kama wanafunzi wamepanga laini ama foleni wakienda kuchukua chapati. Wengine pia ni kama wana swim kwa chai, wanapiga mbizi kwa chai lakini wakiwa wameshikilia chapati pia huko pale wana float. Unajua mambo ni mengi ambayo Wakenya wameendelea kufanya pale mtandaoni kwa sababu ya ahadi za Rais William Ruto, lakini ni tumaini letu kwamba Rais William Ruto atakuwa anashughulikia ahadi zake kwa sababu isikuwe tu kwamba ni porojo anapiga huku nje. Basi na tunapoendelea kusonga mbele katika kipindi hiki chetu cha Pambazuko kukufahamisha yale ambayo yaliendelea hiyo jana katika kutoka eneo lile ama nchi ile ya Ethiopia, ni kwamba Mohamed Ali Yusuf ambaye aliteuliwa rasmi kama mwenyekiti wa nchi za Kiafrika ama AU ni kwamba amechukua hatamu yake ama kuingia afisini rasmi huku akichukua uongozi kutoka kwa ambaye anatoka ambaye amekuwa mwenyekiti wa African Union Commission ambaye ni Musa Faki Mahamat wa nchi ile ya Chadi. Huyu Mohamed Ali Yusuf ni kutoka nchi ile ya huyu Mohamed Ali Yusuf ni ambaye walikuwa wanapigania kiti hicho cha wenyekiti wa AUC na kiongozi wa chama cha ODM hapa nchini Kenya ambaye alipoteza kwenda kwa ake pale. Na pia kwa habari zingine na ambazo ni za kusikitisha ni kwamba usiku wa kuamkia leo watu 12 wamepoteza maisha yao katika ajali ya barabarani katika barabara ya Nakuru Eldoret katika sehemu ya Migaa ambayo ilifanyika usiku wa leo saa 8 ambapo pia watu hao 12 walikufa katika ama waliaga katika ajali hiyo. Na pia tunawaona pale na akizungumza katika eneo hilo chifu wa upande huu akisema kwamba watu 11 ama 11 waliokuwa katika matatu na pia mmoja aliyekuwa katika trailer ile waliweza kugongana ambayo ni head on, tunaita head on, wakapoteza uhai wao. Na pia ni kwa sababu ya break ili katika ama iliacha kufanya kazi na gari hilo likapoteza mwelekeo na kugonga gari hilo dogo. Basi taarifa ile ambayo nimeangazia, Mohamed Ali Yusuf anatoka kutoka nchi ile ya Djibouti na sio ile ambayo nilikuwa nimetaja awali. Basi na yule Musa Faki Mahamat anatoka nchi ile ya Chadi. Naam, tukizungumzia kwa masuala haya ama kwa taarifa hizi ambazo tumewapa wasikilizaji ama watazamaji, tumeona pale si gavana lakini Rais William Ruto anaendelea na ziara yake nchini Kenya katika kaunti hiyo ya Nairobi, na tumemwona pale kitu ambacho ni tofauti katika ziara hii ya Rais William Ruto katika kaunti hiyo ya Nairobi. Tumeona
zungumzia wanafunzi, kwa sababu hatujakuwa tukimwona sana Rais Ruto akizungumzia wanafunzi ama akitembea mashule katika kaunti hizi zingine. Amekuwa akitembea sana kwa maybe anaenda vitongojini, anaenda anazungumzia watu tofauti tofauti, labda anaenda kuzindua projects tofauti, lakini katika kaunti hii ya Nairobi tumeona akizungumzia sana mazingira, swala la mazingira ambalo ni mto Nairobi, ambayo alikuwa anasema kwamba ataweza kusafisha, na pia sewage system atakuwa anaipa kipaumbele katika kaunti hiyo ya Nairobi, na pia wanafunzi wapate masomo bora, ambapo pia aliweza kuahidi chapati ama chakula, tuseme tu chakula. Na pia amezungumzia masuala, hatujamuona akizungumzia siasa. Ni kweli. Hiyo ni kitu ambacho labda tunafaa tumwambie mtazamaji, kwa sababu katika kaunti ya Nairobi hajazungumzia sana siasa. Unapata kwamba akienda mahala anazungumzia maendeleo ambayo yana involve pale mazingira, na pia yanazungumzia masuala ya masomo, yanazungumzia biashara. Sijui ni kwa sababu ni kaunti ya Nairobi, ama wewe unaje kuhusu ziara yake ya kaunti hiyo? Nadhani jinsi ambavyo umestaja ni hivyo hivyo, ikiwa kwamba rais kabla hawajaungana na kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, hatujamuona akifanya ziara kama hizo, haswa katika kaunti ya Nairobi. Na basi zimekuja tu siku chache baada ya yeye na kiongozi wa chama kile cha ODM kukubaliana kufanya kazi kwa pamoja, na tumesikia akipigia hilo debe kila mahala ambapo anakoelekea ama kuenda ziara, na pale amekuwa akizindua miradi tofauti tofauti. Na kila ambacho alitaja kwamba ukosefu wa kazi hapa nchini ndio upo, lakini akataja kwamba jinsi ambavyo ameweka mikakati ya kujaribu kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi, akitaja kwamba kutengeza ama kurejesha hadhi ya mito ya Nairobi, haswa mto ule wa Nairobi utakuwa unatengeza nafasi ya kazi haswa kwa vijana ambao kidogo hawana kazi ya kufanya, ikiwa kwamba ni baadhi ya yale ambayo amekuwa akiyazungumza. Na siasa hatujamuona akizungumza sana, chapo tu kutaja kwamba yeye na kiongozi wa ODM wameungana, na akipigia hilo debe kwa sana tena zaidi. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba siku hii ya Ijumaa tunakuletea taarifa kemkem ambazo zimetokea humu nchini Kenya, ambapo pia wewe unaweza kutupatia maoni yako kupitia kwa mtandao wetu wa Facebook, ambapo tupo live @Ndizi TV News Digital, na pale kwenye YouTube tuko live @Ndizi TV News. Utatupata upande ule wa SMS ama kututumia ujumbe kupitia mtandao wetu wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Na nikiangalia pale katika sehemu ya Facebook naona pale watu ambao wamejiunga, na nashukuru sana kwa sababu ni asubuhi sana na yule ambaye ameamka na ako pale kitandani, labda unajua unaangalia, unajua kwamba watu wengi wanalala wakitutazama pale vile tunasema at the comfort of your home. Na hiyo ndo tunasema ni uzuri wa teknolojia. Naona pale watu wengi ambao wameingia katika kipindi chetu cha siku ya leo. Namuona yule mmoja anasema kwamba kuntu kabisa Ndizi, mnatia fora kwa kupenya na lugha ya kitaifa. Namuona pale Sanitizer Sami anasema Ndizi TV News Digital, anauliza kwamba tuna YouTube. Naam, tuna YouTube yetu ambayo pia huwa tunaingia pale live @Ndizi TV News. Basi tunapoendelea kusonga mbele kuangazia baadhi ya mashabiki wale ambao wanaendelea kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, namuona J Ian anasema kwamba kusherehekea pambazuko ama wiki ya kwanza ya kwamba na watangazaji kuntu kabisa, pale akisema as we celebrate Pambazuko's remarkable first week, we extend our heartfelt appreciation to Pambazuko exceptional and dedicated presenters Jeff and Miss Nyabeta. Your engaging personalities and informative insight on local, national and international events have made our morning more enjoyable and enlightening. Pala akiendelea kutaja kwamba kudos to the entire Pambazuko team and loyal viewers for a fantastic week that feels like it flew by in a day. While 1 week anniversary cake sounds delightful, let's rise to virtual toasts to the continued success of Pambazuko and its outstanding team. Cheers to the many and more engaging weeks ahead. Cheers. Alisema tufanye ya online. Ndio hiyo basi. Asante. Tuna vikombe. Tutakuwa tuna cheers.
cheers to the first week. Na mpenzi mtazamaji, unaweza kuendelea kutuambia kwamba unatutazama ukiwa upande gani, na pia ikiwa ni wiki ya kwanza ama vile ambavyo J. Ian anasema hapa katika mtandao huu wa Facebook. Na napenda sana message yake J. Ian akisema kwamba ametusifu kwa Kiswahili kizuri, ametusifu kwa kuwapa watazamaji ama kumpa yeye mtazamaji taarifa za kitaifa, za huku nyumbani, za kila mahali, na anatupongeza na tunashukuru sana. Asante. Na pia pale namuona Mosenti Innocent Kebande Sokoro. Anataja kwamba kutoka kaunti ya Nyamira, eneo lile la Likenye Village, anafuatilia moja kwa moja vipindi vyetu vya asubuhi ama kipindi chetu cha asubuhi hapa Ndizi TV, kipindi cha Pambazuko. Na pia namuona pale Eric Osoro anasema pia yeye kutoka pale Kiumbu, anasema ako ndani kutoka sehemu ya Ritaro. Basi tunapoendelea kusonga mbele katika kipindi hiki chetu cha Pambazuko katika Ndizi TV, tutatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale tupate upande ule wa Facebook kama Ndizi TV News Digital. Na pia pale sehemu ya YouTube nimeona mmoja wenu akiuliza mna YouTube channel. Naam, tuna YouTube ambayo pia wewe mtazamaji enda ukasubscribe, uweke pale notification button useme, ili kwa sababu pia sisi tunataka ile support kutoka kwenu ili kuendeleza taarifa na pia umaarufu wetu katika kupata taarifa, na pia kukuhimiza wewe na pia kukuarifu kwa yale yote ambayo yanaendelea kutokea nchini Kenya. YouTube utatupata kama Ndizi TV News, ambako unaweza kutupata, enda usubscribe na pia patia pale link. Unajua link una share na familia yako na jamaa ama marafiki, ili waweze pia kujiunga na familia yetu ya Ndizi TV. Basi usisahau kututumia ujumbe mfupi kupitia SMS na pia upande ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792 192-834. Naam, na tukisonga mbele tukizungumzia tu kidogo kwa sababu najua kwamba muda unayoyoma, hata ni kama kidogo tunafaa tuchukue mapumziko kabla tuingie katika magazeti kwa sababu mpenzi mtazamaji, vile ambavyo tulikujuza ni kukumbusha tu, kwa sababu ni wiki ya kwanza katika kipindi chetu cha Pambazuko, na kuarifu tu kwa awamu zetu. Huwa tunaanza na kidogo kukua mkoa, alafu tunaingia katika himizo, kukupa moyo wa kwanza siku yako, alafu tunakuelezea yaliyojiri hapo siku ya jana na atakayokuwa yakijiri siku ya leo, na pia kwa yale yote ambayo yanaendelea kuja katika meza yetu ya habari, na baadaye tunaingia katika magazeti ambako tunachambua gazeti tofauti tofauti ambazo zinauzwa kwa wingi humu nchini Kenya. Na pia tukisonga mbele tutakuwa na awamu ya 3 ya mjadala, ambayo siku ya leo ni siku ya sanaa. Mkiniona nimefurahia hivi, najua kwamba ni Ijumaa, na pia tutakuwa tunafurahia kumuona mgeni wetu studioni ambaye atakuja kutupa burudani kwa sababu ni Ijumaa. Ni siku ya Ijumaa. Naam. Basi tunapofika tamati katika awamu yetu ya kwanza, taarifa za kimataifa kutoka nchi ile ya DRC, Kongo ama Kidemokrasia ya Kongo, na pia ikiungana ama na nchi ile ya Angola, ni kwamba afisi ya rais kutoka nchi ile ya Angola imefahamisha kuwa mazungumzo kati ya waasi wa Machi 23 almaarufu M23 na serikali ya Kidemokrasia ya Kongo yatafanyika mnamo Machi 18 chini ya upatanisho wa rais wa Angola na mwenyekiti wa Afrika ama mataifa ya Kiafrika ambaye ni Joao Lourenço. Hili linakuja wakati Kinshasa ikisema kuwa imealikwa mmoja wa viongozi wa waasi hao wa M23, Bertrand Bisimwa, amekaribisha hatua hiyo ya kusema ni ushindi wao wa kidiplomasia kufanya mazungumzo na kuhakikisha kwamba amani imerejeshwa na mapigano yale ya wenyewe kwa wenyewe yametupiliwa mbali. Na kumalizia ni kwamba rais wa nchi ile ya Marekani Donald Trump ametishia kutoa ushuru wa 200% kwa mvinyo, champagne na vinywaji vingine vya kileo kutoka nchini Ufaransa
na nchi nyingine za Umoja wa Ulaya. Katika hali ya hivi punde ya mvutano wa kibiashara unaoongezeka kati ya hizo mbili, ikiwa kwamba ni nchi ya Marekani ikizungumza jinsi ambavyo wataongeza ushuru ambao unatolewa kwa bidhaa zile ambazo zinauzwa kutoka nchi zile ambazo ni za Umoja wa Ulaya. Na tulimuona Rais Donald Trump akisema kwamba anataka kufanya Marekani iwe kubwa tena zaidi kwa mara nyingine. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, hizo ndizo baadhi ya taarifa ambazo tulizokuandalia katika yaliyojiri asubuhi hii ya leo, siku hii ya Ijumaa, na ni tumaini letu kwamba umeweza kujua yale yote ambayo yanatokea. Kwa sasa tutakuwa tunaelekea katika mapumziko madogo, ili tukirudi tuweze kuchambua gazeti za The Daily Nation, The Standard na pia gani? Gazeti lile la The People's Daily na lile la Taifa Leo. Naam, endelea kutujuza unatuangalia ama unatutazama ukiwa upande gani katika nchi yetu ya Kenya, ili tuweze kuzungumza pamoja na uweze kutupa maoni yako katika taarifa ama kwa taarifa ambazo tumeweza kukupa. Mimi ni Jacinta Nyabeta. Nami ni Jeff Nyakundi. Tunarejea hivi punde. Unatazama Ndizi TV. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3,
School karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Unatazama Ndizi TV. Basi mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa kwamba ni awamu ya pili tunayoingia sasa hivi kuangazia yaliyomo magazetini. Popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia, endelea kutupata katika mitandao yetu yote ya kijamii. Pale upande ule wa Facebook utakuwa unatupata kama Ndizi TV News Digital, na pia pale kwenye sehemu ya YouTube utapata kama Ndizi TV News, ikiungana pia na X account na Instagram, zote
Ndizi TV News. Usisahau pia kuzungumza nasi kupitia mtandao wetu wa WhatsApp na pia kututumia ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya studio 0792192834 na kwenye tovuti www.ndizitv.co.ke ili uweze kujiarifu mengi zaidi. Basi moja kwa moja tuyangazie magazeti asubuhi ya leo yaliyomo yale ambayo yamepatiwa kipaumbele. Kidogo pale nimekuwa nikicheka. Na ukaniuliza nachekea nini? Basi gazeti lile la kwanza, gazeti la The Standard, taarifa kuu ambayo imepatiwa kipaumbele ukurasa wa 4 ni kwamba ridiculous Ruto. Pale wakitaja kwamba ni katika lugha ya Kiingereza jinsi ambavyo mwandishi ameandika pale, tall tales, President William Ruto is a generous leader, not just with his money, but his promises too. The pledges he continues to make have earned him monikers because some sound outrageous while others are plain absurd. Kenyans are still awaiting to see swimming lions or 1 million chapati machine. Kwa kwamba ni baadhi tu ya taarifa ama taarifa kuu ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti hili la The Standard, pale zikiwa zimechapishwa kwa ukamilifu zaidi katika ukurasa wa 4. Na picha ambayo imechorwa pale ni kwamba ama picha ambayo iko katika uso wa gazeti hili ni Rais William Samoei Ruto akiwapa wanafunzi chapati shuleni. Na ni baada ya ahadi zake ambazo amekuwa akizitoa. Pale mwandishi akitaja kwamba baadhi ya ahadi hizi zingine zinakuwa kwamba ni hewa tu. Kwa kimetaja kwamba rais ndio ni mtu wa kutoa. Lakini si kwa kutoa tu pesa jinsi ambavyo amekuwa akifanya hata katika makanisa na pia katika hali ya kutoa ahadi. Kila ambacho alikitoa katika kaunti ya Nairobi ambacho kidogo kiliwaacha Wakenya wengine wakicheka, wengine wakiona kama ni vichekesho tu, ni baada ya Rais William Samoei Ruto kutaja kwamba atakuwa kuna simba ambao watakuwa wanaogelea, na pia pale kutaja kwamba mashine ya kutengeza chapati milioni 1 kwa siku. Wengi wakiona kwamba hizi ahadi hasitatekelezeka ama hasitakuwa zinafikiwa jinsi ambavyo yeye ametaja, na pia wananchi wanajiuliza ni lini ahadi zake William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya, zitatekelezwa. Namuona pale mwandishi pia amezungumzia kuhusu ahadi za sasa hivi ambazo Rais William Ruto amepatia wananchi, na pia ahadi za kitambo, ambapo ahadi za sasa ni hizo ambazo umesema, mashini ya kutengeneza chapati milioni 1, na pia akasema kwamba wanafunzi ama pesa ambazo zinapatiwa wanafunzi wa vyuo vikuu HELB funds zingekuwa zingepeanwa siku ya leo. Unajua alisema hili wakati ambao alikuwa anazungumza akisema today ndo zilikuwa zitoke ziende kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Na pia akasema kwamba serikali itakuwa inalipa shilingi milioni 500 ili kuleta Grammys. Tunajua kwamba Grammys, hata tuzungumzie kwamba kidogo tu, kwa sababu Grammys tukiangazia ni nitasema ni awards ambazo zinafanyika katika pale Marekani, ambazo ni expensive. Hauwezi sema kwamba, unajua juzi tu katika habari za burudani kidogo, mimi napenda sana burudani, na nilipokuwa natazama habari pale nikamuona mwanamuziki mkubwa sana Chris Brown akisema kwamba hawezi kuja Kenya kutuburudisha kwa sababu Kenya haiwezi kumpa vifaa vile ambavyo anahitaji. Basi sasa nikajiuliza tu, kama Chris Brown amesema kwamba hawezi kuja Kenya kwa sababu hatuna vifaa, na kumbuka kwamba Kenya ina stadium, ina KICC, ina majumba tofauti ambayo sisi kama Wakenya tunadhani ni kubwa ama zinaweza kufanya hafla kama hizo. Lakini ukitazama Chris Brown amesema kwamba hawezi. Wakati nilisikia Rais William Ruto amesema kwamba ametenga milioni 500 ili kuleta Grammys huku Kenya, nilijiuliza swali la kwanza ilikuwa tu ni sawa milioni 500, shilingi milioni 500, ndio ni zinaweza kutumika kupanga hafla hiyo, lakini hafla hiyo itafanyika wapi?
itafanyika wapi? Kwa sababu tunazungumzia kuleta wanamuziki almaarufu sana ambao wanajulikana sio Kenya tu, wanajulikana Marekani. Tuzungumzie kwa Marekani, kujulikana Marekani ni ulimwengu mzima. Naam, unajulikana ulimwengu mzima. Tunazungumzia kuleta mtu kama The Rock. The Rock ambaye tumemwona kwenye movies. Tumemwona Will Smith kwenye movies. Unamletaje huku Kenya? Ndege itakuwa inaland wapi? JKIA na pia basi serikali inajipanga. Sasa ambavyo rais anazungumza, tuko na ile inaitwa stadium, Talanta Stadium. Maybe kuna uwezekano kwamba itatoshea na kufanya ndio maana labda mwandishi pia anasema ridiculous Ruto, kwa sababu ni kama Ruto ama Rais William Ruto anapeana ahadi ambazo pia ni za kuchekesha kwenye akili. Unajua ukiweka kwa akili, kwa sababu tukitoa mfano wa lions, amesema Kenyans are still waiting to see swimming lions. Kwa sababu ukianza kufikiria simba ambao wanaogelea unajiuliza kwanza, okay, simba huyo yuko wapi? Lakini mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele katika gazeti hilo la The Standard, pia tunaona pale mwandishi pia akizungumzia ahadi zake Rais William Ruto za kitambo ambazo aliwaambia watu, ambaye alisema kwamba ya kwanza ni 6 kg gas cylinder itakuwa ina cost 300 shillings and 500 shillings. Tunajua kwamba 6 kg gas kwa wale ambao wanaishi peke yao, ambao hawana familia, tunajua kwamba hii ndio gesi ambao wanatumia na kuendeleza ama kutaka kutumia gesi hii lazima utumie shilingi 1,300 ama 500. 300 kwa chini kabisa. Rais William Ruto alisema kwamba itakuwa inauzwa kwa shilingi 300 na 500, lakini bado tunangoja baada ya mwaka mmoja, miaka miwili. Nadhani hizo ni ahadi ambazo zilifanywa wakati ama alizitaja wakati wa kujitafutia kiti cha urais alipokuwa wakati alikuwa hasla, na pia kutaka kuungwa mkono na Kenya. Lakini maybe ipo siku ambayo hayo ama ahadi hizo zitahafikiwa. Lakini pia tukumbuke tuko mwaka wa 3 baada ya kura kupigwa. Kwa sasa tunaingia mwaka wa 3 na naam, mwaka ni kama 2.5 hivi. Ndio. Naam. Lakini pia tukisonga mbele, pia aliahidi kwamba kina mama ambao ni ambao wataanza kunyonyesha watakuwa wanapata free diapers for 3 months under NHIF, ambayo kwa sasa haipo. Kidogo. Kwa sasa tunasha hata tukasikia baadhi ya magavana, sitaji ni nani, wengine wakasema iwapo ukizaa mtoto utakuwa unalipwa. Utakuwa unalipwa, kisha baadaye maisha yanaendelea. Unalipwa tu kwa sababu wewe umezaa mtoto na ni kwa minajili ya kuangalia mwaka fulani. Haya, tuseme sasa hivi umepata mtoto. By the time anafika miaka 18 awe anapiga kura ama anaruhusiwa kupiga kura hapa nchini Kenya. Sijui kama kiongozi huyu ambaye analipa wamama wakati wanazaa atakuwa hai bado apigiwe kura. Sidhani. Hawezi jua. Tunapoendelea kuangazia magazeti ya asubuhi ya leo, ukurasa ule wa 8, taarifa ambazo kidogo pale zinawapa tapazamu walimu na pia maafisa wa polisi. Taja kwamba budget, police teachers win big in proposals. Habari hii inaangazia pendekezo la bajeti ambapo maafisa wa polisi na walimu wanatarajiwa kunufaika na kuongezwa kwa posho zao. Serikali imependekeza kuongeza bajeti kwa mashirika haya kama sehemu ya kuboresha huduma zao na hali zao za kiuchumi. Naam, na pia katika gazeti hilo la The Standard tunaona pale pipeline ambayo kidogo tu. Naam, tukiangalia pale tunaona mwandishi akizungumzia katika ukurasa wa 21 ambaye anasema kwamba pipeline pays treasury 7 billion dividends, ambayo ni katika hali ya kiuchumi kidogo, ambako wanazungumzia kwamba pipeline imeweza kuwalipa shilingi bilioni 7. Basi tunapoendelea mbele katika taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti hili la The Standard newspaper, pale kuna chapisho ambalo ni pull out katika gazeti hili la The Standard ambayo inajulikana kama The Pulse. Nadhani kwamba wanadada akiwemo Jacinta wanapenda sana kuiangazia The Pulse. Sio wanadada peke yake. Hata nyinyi mnapenda. Labda wewe haupendi.
Lakini sana sana wanadada ama nitaje tu kwa ujumla wanawake. Tuseme wote wanaipenda. Vijana, wazee, kila mtu ambaye labda anapenda masuala ya burudani kidogo ama masuala ya fashion. Unajua pale mimi naipenda sana kwa sababu ya masuala ya fashion na pia napenda sana burudani vile ambavyo nilisema hapo awali. Ndio maana naipenda. Basi gazeti la ama pull out hiyo utaipata katika gazeti hili la The Standard newspaper, upate kuangazia ni kipi kile ambacho kimeangaziwa mule. Basi tunapoendelea kusonga mbele, ni baadhi tu ya taarifa ambazo zimepewa mbele ama zimepatiwa kipaumbele katika gazeti hili la The Standard newspaper. Naam, na tukisonga mbele katika gazeti jingine la siku la leo, na ni gazeti la The Daily Nation, ambapo tumeona baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele. Ya kwanza ama ambayo imepatiwa kipaumbele katika ukurasa wa 4 na 5 ni gazeti la kwenye gazeti la The Daily Nation. Ni mwandishi amesema kwamba Kenya's 5 billion Haiti burden, ambapo anazungumzia kuhusu Haiti ambao ni askari ambao walitumwa kutoka Kenya wakaenda Haiti ili kuwasaidia kuleta amani. Na inasema kwamba ni concern ambayo funding crisis depends after President Trump froze 1.7 billion wired into UN fund, ambapo mwandishi pia anazungumza kwamba the mission has cost taxpayers 4.5 billion in 9 months at a time the country is struggling to finance its own critical obligation, resulting to the budget cuts in key sectors like health and education. What is the rationale for setting aside a major resources for foreign intervention? Nikuuliza tu, ni mwandishi kuuliza tu, mbona serikali inawapatia walipa ushuru ama sisi wa Kenya ambao wanalipa ushuru, kwa sababu wamelipa ama wa Kenya wamelipa kwa sasa 4.5 billion shillings kwa muda wa miezi 9 ili kuwasaidia maafisa wa polisi ambao wako Haiti, kusaidia serikali ya huko ama kuwasaidia nchi hiyo kupata amani. Lakini mwandishi anauliza, mbona tuende kusaidia watu wengine wakati ambapo sisi pia wa Kenya tunahitaji ama hela hizi zinaweza tumika katika sekta ya afya na pia katika sekta ya elimu humu nchini Kenya? Na basi tunapoendelea kusonga mbele katika ukurasa wa 7 katika gazeti hili la The Daily Nation, taarifa ambazo zimeangaziwa pale ni taarifa ambazo zinaandamana na masuala ya afya, kwa kwamba ni dawa ambazo zinakirimiwa kuwa za shilingi bilioni 4, kwa kwamba gazeti hili linaangazia jinsi dawa za gharama kubwa, ikiwa ni pamoja na dawa zile za HIV AIDS zilizotengenezwa kwa shilingi bilioni 4 zimekaa katika magara kwa kushindwa kutekeleza mgao kutokana na upungufu wa fedha. Hii inadhihirisha kwamba ni ukosefu ambao ni ukosefu wa fedha na athari moja kwa moja kwa sekta ya afya hapa nchini Kenya. Na kwamba madawa yapo yakanunuliwa zaidi ya bilioni 4, lakini yamewekwa katika magara pale kidogo kushindwa kuyatuma ama kuyagawa tu kwa sababu eti pesa fulani zimekosa za kutumika kufanya hivyo. Na tukiangazia swala hili ni swala la kusikitisha, kwa sababu tumetumia shilingi bilioni 4 kununua madawa, lakini shilingi bilioni 1 inakosa. Na nafikiri ni kwa sababu ya uongozi mbaya, kwa sababu tukiangazia swala hili la HIV ama ugonjwa wa ukimwi nchini Kenya, tulimuona pale waziri wa afya akisema kwamba wanahitaji shilingi bilioni 30 na kuongeza ili kusaidia wagonjwa wa HIV and AIDS humu nchini Kenya. Na ukitazama swala hili, wakati ambapo mtu ama kiongozi fulani anaamua kwamba tunashughulikia swala la ukimwi nchini, tunahitaji hela fulani na fulani kuleta madawa haya. Baada ya kuleta madawa haya, wanafaa kushughulikia pia ama wanafaa kufikiria tunafanya nini baada ya kuleta madawa haya, kwa sababu pia tunaweza yaleta na yashinde kutoka ama washinde kupeana madawa haya mahali ambapo yanafaa kupeanwa. Na hili ni swala ambalo linafaa kuangaliwa kwa undani, kwa sababu shida kama hii ni shida ambayo inaweza kuwa avoided. Ndio. Naam.
Basi tukiendelea mbele zaidi kuangazia yaliyomo magazetini katika ukurasa wa nyuma kabisa katika gazeti hili la The Daily Nation, taarifa ambazo zimepewa kipaumbele ama zimeangaziwa pale ni masuala ya elimu. Ikiwa kwamba sasa wanafunzi wa gredi ya 9 watakuwa wanachagua shule za upili ama ni senior secondary school ambazo watakuwa wanajiunga nazo, ikiwa kwamba ni muhula wa pili. Habari hii ikiangazia kwamba wanafunzi ambao watakuwa wanaingia katika gredi ya 9 ambao watachagua shule za upili katika muhula wa pili mwaka huu, ikiwa kwamba wanafunzi hawa watalazimika kuchagua shule za upili kwa ajili ya masomo yao ya juu baada ya kupata miongozo ya Wizara ya Elimu. Ikiwa kwamba ingawa mchakato huu pale wengi wanataja kwamba utakuwa na umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa elimu hapa nchini, na kuna maswali kuhusu maandalizi ya serikali katika kushughulikia jambo hilo na kuhakikisha kwamba upungufu wa shule na pia vifaa vile ambavyo vinapaswa kutumika pale na pia upungufu wa walimu, kwa kwamba wanafunzi ambao wanatarajiwa kujiunga na senior school ama shule hizi za sekondari watakuwa wengi tu. Na basi maswali yakiulizwa, je, serikali imejipanga namna gani kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanapata walimu wa kutosha, vifaa vya kutosha, madarasa ya kutosha yamewekwa kwanza kabla ya wanafunzi hawa kujiunga na senior school pale. Na katika ukurasa wa 10 katika gazeti la The Daily Nation tunamwona pale ama tunaiona picha yake Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM, ambapo mwandishi amesema kwamba prominent job seekers flock Raila's office home, ambapo kwa sasa tunajua kwamba Raila Odinga alifanya muungano na Rais William Ruto, na kwa sasa watu wengi sana wanamtafuta ili waweze kupata kakitu, waweze kupata kazi kama anaweza kuwasaidia kuingia katika serikali ama kujisaidia wao wenyewe. Basi tukiendelea kuangazia yaliyomo katika gazeti hili la The Daily Nation, kuna yo pull out pale katika gazeti hili la The Daily Nation ambayo inajulikana kama The Voice. Kuna mengi ambayo yameangaziwa katika gazeti hili la The Voice, kwa kwamba wewe Mkenya yale ambayo ungependa kuyazungumzia ama kuyasoma ufahamu ni kipi kile viongozi wamezungumza, wasomi wamezungumza nini, basi ukipata gazeti hilo la The Voice akiwa kwamba ni pull out katika gazeti hilo la The Daily Nation, basi utakuwa unaangazia mengi zaidi. Na katika gazeti hilo kwenye miale kwenye county tofauti tukianzia katika county ya Meru tunamwona pale mwandishi akisema kwamba MCA's plot ouster for Meru cabinet hours to Kawira verdict, ambapo wanasema kwamba ward representation have initiated a series of impeachment and censure motions targeting 8 out of 10 county executive committee members, ambayo ni taarifa utaipata katika ukurasa wa 17 kwenye gazeti hilo la The Daily Nation. Basi baada ya kuangazia yaliyomo katika gazeti hili la The Daily Nation, tutakuwa tukisonga mbele tuone ni kipi kile ambacho kimeangaziwa katika gazeti la The People's Daily, ili tukufahamishe wewe mpenzi mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia idhaa hii ya Ndizi TV. Ikiwa unatupata katika mitandao yetu ya kijamii, katika upande ule wa Facebook unatupata kama Ndizi TV News Digital. Nakumbuka kwamba katika sehemu ya YouTube utatupata @Ndizi TV News, ili tuweze kuambia ama kukuelezea yale ambayo yanaendelea katika uchambuzi wetu wa magazeti asubuhi hii ya leo. Basi tunapoendelea mbele katika gazeti hili la The People's Daily, taarifa ambayo imepewa kipaumbele pale katika ukurasa wa 4 ni kwamba ni taarifa ya kusikitisha, kwa kwamba ni ziara yake Rais William Samoei Ruto pale. Mwandishi anasema kwamba park rush in Ruto's trip, ikiwa kwamba Rais Ruto alipokuwa kwenye ziara yake Nairobi alikumbana na mashambulizi ya maneno kutoka kwa baadhi ya wakaaji wa jiji hilo, wakati ambapo rais alikuwa akifanya ziara katika mtaa fulani. Wakazi walikuwa wakicheka, kuropoka na hata kumtukana ama kuzungumza ama kupiga kelele wakati rais anazungumza. Tukio lingine ambalo lilitukia ni kwamba gari ambalo linakisiwa kuwa moja ya yale ambayo yalikuwa katika msafara wake Rais William Samoei Ruto lilimgonga na kumkanyaga kisha akaaga mgeni mmoja ambaye wanasema ni si wa nchi ya Kenya, kitaja kwamba foreigner killed when he was run over by a car in the presidential motorcade, even as residents have a field day jeering and bowing head of state during his tour
in Nairobi. Naam, na ni habari ya kusikitisha na huwa tunaona viongozi wetu wakati wanatutembelea katika maeneo tofauti tofauti kidogo tunaona kwamba motorcade huwa inasonga sana, inasonga kwa kasi sana. Na labda hilo ndilo lilifanya gari hilo kugonga ama kugonga mkazi huyu wa Nairobi ambaye pia si Mkenya. Ni swala la kusikitisha, lakini tukisonga mbele katika ukurasa wa 7 tunamuona mwandishi akizungumzia swala la fertilizers ambapo anasema kwamba shock as government orders destruction of 27,000 bags of fertilizer. Lakini tumeona hapo awali kwamba fertilizer ambayo wakulima walipatiwa, kuna wakati wakulima walipatiwa hizi fertilizer ambazo walipata kwamba ni mawe, wengine wakapata zini udongo. Na kwa sasa tumeona kwamba jinsi serikali imesema kwamba 27,000 mifuko hii yote iharibiwe. Je, itaharibiwa? Swali ndilo hilo, itaharibiwa ikiwa kwamba imekuwa ikitiwa katika magara yale ya kama ya kuhifadhi, ikiwa kwamba mifuko hiyo 27,000 imeharibika. Basi nadhani kwamba ingekuwa ni jambo nzuri ikiwa kwamba mbolea hii ingepeanwa kwa mwananchi kabla haijaharibika atumie. Angalau mwaka uliopita wakati upanzi ulikuwa unaendelea. Basi tunapoendelea kuangazia yaliyomo katika gazeti hili la The People's Daily, ukurasa wa 8 pale anasema kwamba Haiti peacekeeping mission get 2.5 billion higher than top hospitals. Ambao wakiangazia kwamba wale maafisa wa Kenya ambao wanaweka ulinzi ama kurejesha amani katika nchi ya Haiti, basi walipata zaidi ya shilingi bilioni 2.5, juu zaidi kuliko hospitali jinsi ambavyo wamekuwa wakipokea mchango huo wa kusaidia wao kuendeleza ama kusaidia nchi ile ya Haiti kurejesha amani, ikiwa kwamba ni vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilishuhudiwa siku za nyuma. Naam, na katika ukurasa wa 2 kwenye gazeti hilo la The People's Daily kule juu tunamwona mwandishi akizungumzia kuhusu Bungei pamoja na Wanderi kukuwa maafisa ambao wamepandishwa vyeo katika serikali pia. Na ni taarifa ambayo utaipata katika ukurasa wa 2. Basi na tukiendelea kusonga mbele, hayo ndio yaliyomo katika gazeti hilo la The People's Daily. Sasa tuliangazie gazeti hili la Taifa Leo, na taarifa kuu ambayo imepewa kipaumbele ni yale ambayo tulianza nayo ama taarifa ile ambayo tuliangazia pale, kwa kwamba ni ukurasa wa 2. Muturi apapasa mamba, waziri haonekani kuhofia kufutwa kazi kwa kuendelea kuishtumu serikali ya Ruto ambayo anahudumia yeye mwenyewe. Ni taarifa ambazo zimechapishwa katika ukurasa wa 2. Pale mwandishi anataja kwamba Waziri Muturi alianza kwa kuifokea serikali kuhusu utekaji nyara wa mtoto wake akakosekana katika mkutano ambao takriban kila waziri alihudhuria ukiongozwa na Rais Ruto alipozuru Kakamega Januari. Kisha baadaye ikabainika kuwa amekuwa akiepuka vikao vya baraza la mawaziri tangu hapo. Hatimaye chama anachohusishwa nacho, chama cha DP, kimeanza mchakato wa kujiondoa kwenye muungano wa Kenya Kwanza, ikiwa kwamba ni muungano tawala hapa nchini Kenya. Na swali ambalo linaulizwa pale, je, Muturi anataka kufutwa kazi ama namna gani? Naam, nadhani kwamba Muturi kwa sasa hajui kile ambacho anafaa kusema haswa kwa kazi yake, kwa sababu huwezi jua, kwa sababu si yeye amejiandika kazi hiyo. Lakini natumai kwamba kwa sasa anafikiria kwa lile jambo ni gani, ni lipi jambo ambalo nafaa kulifanya, ni jambo nzuri ambalo nalifanya kwa sasa. Na kwa sasa tunaona kwamba anatuambia msimamo wangu ni huu. Anataka kuambia Wakenya kwamba ni sawa, mimi naweza kupoteza kazi yangu kwa sasa, lakini msimamo wangu ni vema muujue, kwa sababu mtoto huyu ambaye alitekwa nyara ni mtoto wake. Ni mtoto wake, ni kitu ambacho yeye mwenyewe aliweza kukihisi yeye mwenyewe. Kwa hivyo ni yeye mwenyewe ambaye anajua umuhimu wa mtoto wake, ni yeye anajua umuhimu wa kazi yake. Lakini kwa sasa vile ambavyo tumemwona akisema kwamba mimi kazi
ikienda ni sawa, lakini lazima nimwambie ukweli Bwana William Ruto. Na pia tukiendelea kusonga mbele, tutakuwa tunafuatilia jambo hilo la Justin Muturi. Tunaona pale kwenye gazeti hili la Taifa Leo katika ukurasa wa hapo mbele ambayo umechapishwa, tumemwona pale Rais William Ruto kama ameshikilia chapati akiwapa wanafunzi wa shule ya Toi natumai ambayo alikuwa nazuru katika bunge la Lang'ata, ambapo tunaona pale mwandishi amesema kwamba ni gumzo la chapati. Naam, mwandishi anasema kwamba Rais William Ruto amegawia chapati wanafunzi wa shule ya msingi ya Toi wakati wa utekelezaji wa mpango wa dishi na kaunti. Hapa jambo la kwanza ambalo nimelisikia katika gazeti hili ama ambalo mwandishi ametupatia ni kwamba mpango huu unaitwa dishi na kaunti. Na ni mpango ambao uliletwa na kaunti ya Nairobi kupitia uongozi wake Gavana Johnson Sakaja kuhakikisha kwamba kila mtoto wa kaunti ya Nairobi anapata chakula shuleni ili apake pale apate masomo. Naam. Na pia tukisonga mbele ni kwamba mwandishi amesema kwamba katika eneo bunge la Kibra Nairobi hapo jana, mwandishi alikuwa anazungumzia jinsi Rais William Ruto anawapa wanafunzi hao, na pia anasema kwamba rais alisema kuwa serikali yake inajitahidi kuhakikisha kuwa chakula wanachopewa wanafunzi kina virutubishi vya kutosha ili kuhakikisha wana afya bora ya kumudu masomo mazuri ama masomo vizuri. Na hizo ni picha ambazo utakuwa unaziona pale kwenye gazeti la Taifa Leo kwenye siku hii ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Lakini pia kukumbusha wewe mpenzi mtazamaji unayetutazama, unafikiriaje kuhusu masuala haya ambayo tunaendelea kuzungumzia, ikiwemo tumeona magazeti mawili kwa sasa yanazungumzia ahadi zake Rais William Ruto. Wewe maoni yako ni yepi kuhusu swala hili la ahadi za Rais wetu William Ruto? Tuambie katika mtandao wetu wa Facebook ambako tuko live @NDZTV News Digital. Basi pia tupate katika mtandao ule wa YouTube na pia TikTok na Instagram na pia X kama Ndizi TV News pale. Na tunapoendelea kusonga mbele katika vidokezo zaidi ni kwamba waziri wa kilimo Bwana Kawe aagiza mbolea mbaya iharibiwe. Hii ni baada ya shirika la ubora kubaini kuwa muda wa gunia 25,000 ulipita. Ama mbolea hiyo ilikuwa imekuwa mbaya, sasa haitatumika tena. Basi taarifa hizo zimeangaziwa katika ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Taifa Leo. Na katika vidokezo kwenye ukurasa wa 2 ni kwamba msafara wa Ruto waua mtu ajalini, ambayo ni taarifa tumeizungumzia kwa sasa kutoka kwenye gazeti la The People's Daily, ambapo mtu mmoja aliaga dunia katika eneo la Kibra baada ya kugongwa na gari la msafara wa rais. Tukiendelea kusonga mbele katika ukurasa wa 5 pale kutoka kaunti ya Meru ni kwamba serikali ya mwangaza babaya tena. Madiwani waanza mchakato wa kuang'oa mawaziri 8 kati ya 10 katika kaunti hiyo ya Meru, kwa kwamba huyu gavana Kawira Mwangaza kuna wakati walisema kwamba hakuna mwangaza tena katika kaunti ya Meru, ikiwa ni baada ya mchakato kumuondoa ofisini, kujaribiwa mara kadhaa na bia kufeli na moja. Basi nadhani anaendelea kushikilia uongozi baada ya yeye kuelekea mahakamani na kupata ile court order ya kuendelea yeye kufanya kazi kama gavana katika kaunti ile ya Meru. Na hapa sasa madiwani hawa wamepanga namna ya kuang'oa baadhi ya mawaziri 8 katika serikali ya Kagwira Mwangaza. Basi watakuwa na baki 2 peke yake iwapo kwamba hawa watang'olewa. Lakini taarifa hizo mpenzi mtazamaji utazipata kwa kina katika gazeti hili la Taifa Leo ukurasa wa 5. Na tukiingia katika spoti, kwa sababu siku ya leo ni Ijumaa, lakini najua kwamba mwanahabari wetu
top scorer mwenyewe mwanaspoti wetu atakuwa anatupatia mengi ama anatupakulia mengi siku ya kesho. Lakini kwa sasa katika sehemu ya spoti kwenye gazeti la Taifa leo ukurasa wa 20 ni kwamba Arsenal versus Real Madrid nane bora UEFA, ambayo mwandishi amesema kwamba yamkini hii ndio mechi ngumu zaidi kati ya 4 zijazo katika gozi la Ulaya. Anasema kwamba Arsenal na Real Madrid zitakuwa zinapilikana. Zitakuwa. Lakini yote hayo tutakuwa tunayazungumzia ama tutakuwa tunayafuatilia katika sporti siku ya kesho pamoja na top scorer mwenyewe ambaye anaitwa James. Lakini pia naona kwamba muda unayoyoma na tunafaa tuchukue mapumziko madogo kabla turudi tena tuendelee kuangazia magazeti na kuzungumzia maudhui tofauti ambayo tumeona yakijitokeza katika magazeti haya manne katika nchi yetu ya Kenya. Na pia nitakuwa tukirudi pia tutakuwa tunapitia taarifa, si taarifa lakini ujumbe zenu ambazo mmezituma pale kwenye sehemu ya Facebook na pia sehemu ya YouTube. Endelea kutufuatilia katika mtandao wa Facebook @Ndizi TV News Digital, na pale YouTube, Instagram, TikTok na X tupate kama Ndizi TV News. Naam, kwenye tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. Nami naitwa Jacinta Nyabeta. Nami naitwa Jeff Nyakundi. Tunaelekea mapumziko mafupi kisha baadaye tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services.
For more information, call 0795-518-989 or 0735-364-418 or 0781-518-989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Sha Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Sha Ceramics for hardware and sanitary. Ndizi TV. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa Sha. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV.
Basi mpenzi mtazamaji, karibu tena baada ya kuwa katika mapumziko hayo mafupi, ikisha baadaye tunapoendelea kukufahamisha yale ambayo tumeangazia magazetini, tuyafupishe, lakini kabla tujafanya vile, tuangazie wale ambao wamekuwa wakifuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ikiwa kwamba pale Facebook unatupata kama Ndizi TV News Digital. Na pale YouTube tupate kama Ndizi TV News, pamoja na Instagram na X account, ili tuweze kuzungumza pamoja. Nikipitia pale ujumbe zenu pale kwenye sehemu ya Facebook, na tuanzie wale ambao wanaendelea kutuma kwa sasa. Henry Kaunda namuona pale anasema mamba engotu with my double P's. Patricia Mora Kaunda na Pacifica Kimunto Kaunda pamoja, following kutoka nyumbani Wogusero Ruora Kisii County locked in. Pia namuona Legrand Baba Chantel anasema kwamba good morning my favorite team, ako ndani. Ben O Ondiki anasema kwamba good work. Na pia mmoja Roda Ruth ambaye pia nimemwona amekuwa akizungumza nasi kila siku, nashukuru sana, anasema Ndizi TV News Digital is live following from Jeddah to Nyaribari Masimba Vonyankoni Angasa. Okay, good morning and happy Sabbath preparations to all Sabbath keepers in advance. Kia kwamba namuona pale sura mbaya roho safi. Na mashabiki nao kidogo. Lakini hakuna, tunasema kwamba hakuna. Sura ni mbaya lakini roho ni safi. Ni sawa kabisa. Anataja kwamba kutoka maeneo ya Nairobi, Mukuru kwa Ruben ako ndani ya program, anaendelea kufuatilia, tunasema kwamba ni asante. Aha, na pia namuona pale Momanyi Moriasi anasema DJ Moriasi kutoka Kenyambi ako tuned in. Na pia Eric Ostoro vile ambavyo alikuwa amesema yuko ndani ya kipindi chetu cha Pambazuko. Kumbuka kwamba unaweza ukatumia pia arafa kule WhatsApp, na pia kwenye tovuti yetu unaweza kututembelea www.ndizitv.co.ke. Na pia utakuwa unatuma ujumbe wako mfupi na pia kupitia WhatsApp pale kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Naam, na tukiingia katika awamu yetu ya mwisho katika uchambuzi wa magazeti, ambapo ni kuzungumzia baadhi ya maudhui ambayo yamejitokeza katika gazeti ambazo tumeziangazia siku ya leo, ambazo ni The Standard, Taifa Leo, The Daily Nation na People's Daily, ili tuweze kukueleza wewe mpenzi mtazamaji yale ambayo yamejitokeza katika gazeti hizi zote. Tutaanza na labda tutazungumza kwa sababu kwa sasa tushachambua magazeti yote. Maudhui ambayo tumeyaona ambalo limejitokeza sana kwa gazeti zote ni ahadi za Rais William Ruto katika ziara yake akiwa Nairobi. Na tumeona pale ahadi zake zikizungumziwa kwamba zinaweza kuwa ni ahadi fake tu, ambazo anazitamka tu kwa mdomo lakini hazifanyi. Ambapo pia tumemwona mwandishi pale mmoja akisema kwamba akitupa yale maudhui ama yale mambo ambayo Rais William Ruto alizungumzia ambazo ni ahadi za sasa hivi, alitupa 3 peke yake. Na ahadi za kitambo akatupa 3 peke yake. Ni kuonyesha kwamba anataka yule msomaji ajue kwamba ahadi ambazo Rais William Ruto anaziweka sasa hivi, pia kulikuwa na ahadi za kitambo ambazo hazijatimizwa bado. Na pia katika magazeti tumeangalia kwamba ama tumeona swala la usalama limeangaziwa kote katika magazeti haya yote, ya kwamba gazeti lile ama magazeti haya yote tu yakiangazia pia mambo ya kisiasa ama masuala ya kisiasa, usalama na pia elimu ikiangaziwa sana. Na lile ambalo Wakenya wengi wanaendelea kufuatilia ni yale ambayo yule waziri wa utumishi wa umma Bwana Justin Muturi aliyoyazungumza na kusema kwamba yeye haogopi lolote lile, ikiwa kwamba ataonyeshwa mlango basi atakuwa anaondoka, ikiwa kwamba hilo ndilo litakuwa linafanya kwa yeye kusema ukweli kuondolewa, basi hana lolote lile la kufanya ila tu kuondoka. Na pia katika gazeti hizo tumeona Raila Odinga akizungumziwa katika masuala ya kisiasa kidogo, na pia tumeona usalama vile ambavyo umesema, na sehemu ya biashara tunamwona pale waziri wa agriculture Mutahi Kagwe akisema kwamba mbolewa pia itolewe. Pia ni swala ambalo limejitokeza katika gazeti hizo ambazo tunaona pale akisema kwamba
mbolea mbaya iharibiwe. Na pia tuliona pale waandishi tofauti katika gazeti la Daily Nation, gazeti la The People's Daily, wakizungumzia kuhusu Haiti, kuhusu askari ambao walitumwa kutoka humu Kenya, nchini Kenya, kwenda kusaidia nchi ya Haiti katika vita ambavyo vinaendelea huko na kuleta amani katika sehemu hiyo, ambapo wanazungumzia kuhusu hela ambazo zinahitajika kuongezeka ili kusaidia maafisa hao ambao wako Haiti, ambapo pia waandishi walikuwa wanazungumzia mbona Wakenya waendelee kulipa hela hizi wakati hawa ambao wameenda kuwasaidia ni Wakenya pia. Lakini huku Kenya pia, huku nchini tunahitaji hela hizi badala ya kutuma watu wengine. Yani inasemaje? Kuna ile methali ya kizungu ambayo inasema kwamba God helps those who help themselves. Yani kwamba Mungu atasaidia wale ambao wanajisaidia. Naam. Sisi wenyewe hataki tujisaidie, lakini tunaenda kusaidia watu wengine kwanza. Ni vyema kujianzia because watu wanataka pia hela hizi. Tumeona sekta ya afya inataka hela nyingine za kuongeza katika madawa, kuongeza madawa ya ukimwi nchini Kenya na kusaidia wanaoishi na ugonjwa wa ukimwi, na pia kuwasaidia kina mama. Tunaona SHA kwamba pia inatupa utatanishi kidogo, na pia masuala ya elimu. Ni kweli kia kwamba hayo ni baadhi ya yale ambayo ama maudhui ambayo yalijitokeza katika magazeti yetu yote, magazeti mane, gazeti lile la The Standard, gazeti lile la The Daily Nation, na pia gazeti lile la The People's Daily, na bila kusahau gazeti la Taifa Leo, kwa kwamba kwa pamoja tumeangazia yale ambayo yamepewa kipaumbele na pia maudhui yale ambayo yanajitokeza katika magazeti hayo yote mane. Naam. Na natumai kwamba tumepitia kidogo maudhui ambayo yamekuwa yakijitokeza, na naona kwamba muda unayoyoma, na siku ya leo nilikwambia it is Friday, na kimombo kuna nitasema kwamba ni hashtag ambayo inatumika kwa sana kwenye mtandao ambayo inasema thank God it's Friday. Inakuanga #TGIF ambayo kwa sasa niliwaambia kwamba siku ya Ijumaa ni wakati tunakuwa na burudani kidogo, ambapo tunazungumzia masuala ya spoti na sanaa, ambapo siku ya leo tutakuwa tunaangazia sanaa kwa undani, ambapo nitakuwa na mwanamuziki mmoja hapa ndani ya studio ili aweze kukuburudisha wewe, lakini pia tutaweza kuzungumzia masuala tofauti kwenye muziki wa humu Kisii na pia nje ya Kisii, kwa sababu pia tutakuwa tunaangazia masuala tofauti ambayo yanajitokeza kwenye muziki. Lakini pia wewe unaweza kutuambia unafikiriaje, kwa sababu ni Friday. Ni Friday. Ni Ijumaa, ikiwa kwamba wengi wanajiandaa. Ulipata kwamba yule mmoja alituma message akitaja kwamba anawatakia wa Sabato Sabato njema hiyo kesho. Basi tunapoendelea kusonga mbele, wakati unapoyoyoma, kwa kwamba mie nitakuwa nikiondoka, ni mmoja dadangu akiwa na mgeni, na mgeni yule ambaye umetuandalia leo hii nani? Umemficha sana utake kusema, lakini mbona mmoja wala kwani mgeni ambaye anakuja leo studioni mbona mumtaji? Najua kwamba wanaotufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii tofauti mmekuwa mshaona mgeni ambaye atakuwa anakuja studioni siku ya leo, ambao ni mwanamuziki almaarufu katika kaunti hii ya Kisii, na kaunti actually anatoka kaunti ya Nyamira. Lakini tunajua kwamba sisi wote ni watu umoja, tunapendana sana, iwe unatoka Kisii au unatoka Nyamira. Msanii ambaye inazungumzia ni none other than Babu G, ambaye watu wengi sana wanamjua kama Omo Science. Naam, ambaye kwa sasa kuna wimbo ambao aliimba ambao nitakuwa nazungumzia hapa, ambao unasema kwamba kwa lugha ya Kisii inasema ikiebirore, ikimaanisha kwamba shusha vioo kwenye gari yako wewe mheshimiwa. Anazungumzia wanasiasa na viongozi wetu, wakija nyumbani unapata wameka tint kwenye gari. Hawataki wananchi waone, na wananchi hawa ndio waliweka ofisini. Napenda sana utunzi wake na jinsi ambavyo anatumia misamiati, na aswa tunataja kwamba ni fasihi. Anatumia fasihi kuzungumza na watu. Basi nadhani ngoma hiyo kwa sasa ndio ina trend. Niliona mmoja wa viongozi kutoka eneo hili la Gusii akidansi mahala
fulani. Inamaanisha yeye hana tint kwa gari. Natumaini kwamba hana tint kwa gari. Natumaini sana. Sidhani, maybe kwamba yeye alikuwa anafurahia jinsi ambavyo wimbo huu umetungwa na jinsi ambavyo zile beat zina endana tu vizuri na maneno yale ambayo yamezungumzwa pale. Nadhani kwamba Homo Science akifika tumuulize ile jina Homo Science alitoa wapi na mbona akapewa jina hilo. Mwana sayansi. Na wali wiki hii tumesikia yule waziri wa elimu akisema kwamba sayansi na hisabati kidogo itakuwa optional. Basi hayo ni baadhi ya yale ambayo yatakuwa yanaendelea katika awamu ya 3 ya kipindi chetu Pambazuko, kwa kwamba leo ni siku ya Ijumaa na wasabato wote tunawatakia sabato njema mnapojiandaa katika siku ya kesho kwenda kanisani. Nadhani kwamba ni mapumziko tunaelekea ama tunafanya kwa sasa najua kwamba masaa yamezidi kuyoyoma na imebaki dakika 4. Zimebaki dakika 4 mpaka saa 2 na kwa sasa tumemaliza uchambuzi wa magazeti na ikiwa ni siku ya Ijumaa nimekuambia kwamba Sanaa mgeni atakuwa anakuja hapa na ameniambia hapo njiani yuko karibu kufika hapa studioni ili tuweze kuongea 2-3, lakini kwa sasa najua kwamba mwenzangu hapa anataka kuniaga kidogo aendelee kupata kikombe chake cha chai. Ni sawa tu. Nami nitakuja baadaye nijiunge nawe, lakini mimi nitakuwa nabaki na watazamaji ili tuweze kuendelea kuzungumza kuhusu sanaa. Vivyo hivyo umekuwa ukifanya zaidi ya siku 2 ama 3. Sasa leo ni siku yako. Usije ukaona kwamba ni vibaya. Nami niende niketi pale. Sio vibaya kabisa. Kwamba kikombe chako leo huenda usikipate. Lakini namna gani? Basi mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuungana nasi tangia mida ile ya saa 12 asubuhi hadi sasa hivi na kipindi chetu kinaendelea katika awamu ya 3. Mwenzangu atakuwa anarejea akiwa na mgeni. Basi mie nakutakia kila laheri, weekend njema na pia siku ya Jumapili njema pale, na tupatane siku ya Jumatatu ambako tutazungumza mengi tu ya kisiasa. Nadhani kwamba mgeni atakuwa siku hiyo ya Jumatatu, tuangazie mambo ya kisiasa, lakini kwa leo nakutakia kila laheri, tupatane panapo majaliwa. Jina langu mimi ni Jeff Nyakundi. Na mpenzi mtazamaji, nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu ili kukuletea burudani kemkem. Najua kwamba uko iga, umengojea sana mgeni. Tutakuwa tunarudi kwa awamu ya 3 ya burudani ambayo tutakuwa tunazungumzia masuala ya sanaa. Nami naitwa Jacinta Nyabeta, mwelekezi wetu ambaye studio ya pili anaitwa James the Top Scorer. Tutakuwa tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu, endelea kuwa nasi. Unatazama Ndizi TV.